Kupokea majibu kusikufanye uwe karibu na Mungu, na kukosa majibu kukufanya uwe mbali na Mungu. Kupokea majibu yako ya kukufanya uwe karibu na Mungu, kukosa majibu kukufanya uwe karibu sana na Mungu. Endelea kufanya usafi tu, endelea kufanya moyo wako kwa msafi. Kitu kingine ambacho tunakiona hapa kwenye huu mstari wa pili, hawa watu japokuwa wakupata samaki hawakuziharibu nyavu zao, hawakuzitupa nyavu zao, hawakusema hizi nyavu hatukupata samaki, kwa hiyo sasa tutupe hizi nyavu. Waliendelea kuzifanyia usafi. Watu hawa wakuona kwamba tatizo liko kwenye nyavu. Waligundua kwamba nyavu hazina shida, nyavu zinahitajika kufanyia usafi. Ofisi yako japokuwa haijakuletea matunda unayoyataka kwa siku, usiharibu ofisi, endelea kuifanyia usafi. Ndoa yako endelea kuifanyia usafi. Unaifanyaje usafi? Kwa kuiombea, kwa kutubu, kwa kuendelea kujitakasa. Hata kama ni huduma, kuna watu ambao katika huduma wanapitia changamoto, wamekaa miaka 2, 3, 4, 5 ya huduma, wakaona kwamba hakuna majibu, hakuna kitu ambacho kinatokea. Usikimbie huduma, endelea kutubu, endelea kufanyia usafi, kutengeneza mahusiano yako na Mungu. Endelea kumwambia Mungu kwamba nafanya usafi, haijalishi kwamba sijafanikiwa. Mungu ni mwaminifu sana na atafanya. Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 3, neno la Mungu linasema kwamba na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Ninarudia tena, na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Hayo nimeagusia mambo machache ambayo tunayaona katika mstari wa pili. Sasa hebu twende mstari wa 3. Ni nini tunakiona katika mstari wa 3? Biblia inasema akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simon, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani, akaketi akawafundisha makutano makutano ali chomboni. Sasa katika mstari wa 2 tuliona kwamba wavuvi walikuwa wanaosha nyavu, nikafafanua kidogo. Sasa mstari wa 3 pale, mstari wa 3 kuna mambo machache ambayo yanazaliwa. Tunaona kwamba aliingia kwenye chombo cha Petro. Aliingia kwenye chombo cha Petro. Sasa angalia hivi vitu vidogo vidogo ambavyo vinazaliwa hapa. Yesu hawezi kufanya jambo akiwa nje ya mtu. Mungu hawezi kufanya jambo akiwa nje yako. Mungu anafanya jambo akiwa ndani yako. Ninarudia tena, Mungu hawezi kufanya jambo akiwa nje yako. Anafanya jambo akiwa ndani yako. Na hebu tuangalie jambo hili. Kuna vitu ambavyo kwa mfano mtu hawezi akaendesha gari akiwa nje ya gari, ila anaendesha gari akiwa ndani ya gari. Driver anaendesha gari akiwa ndani ya gari na aendeshi gari akiwa nje ya gari. Labda yawepo magari ambayo labda mtu anaweza akaendesha huko
lakini akaendesha akiwa nje, lakini kwa asilimia kubwa, asilimia 85 mpaka 90 ya magari ambayo yapo, dereva anakuwa yuko ndani ya gari. Na kuna kanuni moja ambayo Yesu aliwaambia, akasema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu, alafu ombeni lolote mtakalo. Kwa hiyo tunakaa ndani ya Yesu na yeye anakaa ndani yetu. Sasa anapokaa ndani yetu anatuendesha kwa wepesi, na ndio maana hapa tunaona kwamba anaingia katika chombo cha Petro. Kipo kitu ambacho alikuwa anataka kufanya, lakini asingeweza kukifanya Yesu akiwa nje ya kile chombo. Nilitangulia kukuambia kwamba picha ambayo inazungumziwa, picha ya ndani ya hili jambo ni moyo. Na mwandishi mmoja ambaye ni mwandishi mkongwe sana wa vitabu anaitwa Dr. Stedman, ambaye ni miongoni mwa wasomi wakubwa kabisa, wahadhiri pamoja na watu walioiva kwenye mambo ya teolojia, kutoka kwenye chuo cha kikubwa kabisa cha Dallas Theological Seminary. Huyu aliwahi kusema jambo moja, na nitanukuu hapa kwenye kitabu chake kinachoitwa What More Can God Say. Kuna kitu ambacho aliwahi kukiandika, na hiki pia ni miongoni mwa vitabu vya zamani kidogo, vya miaka 1950 na kitu. Kuna kitu aliwahi kuandika kwenye kitabu chake, anasema, why doesn't the world believe what Christians have to say? It is because so many Christians don't live what they say, how they believe. Sasa Wakristo wengi au watu wengi wanatamka kitu ambacho Wakristo wengi wanaweza kasema nina hiki katika ulimwengu wa roho, nina hiki katika ulimwengu wa roho, na hiki katika ulimwengu wa roho, alafu havitokei. Katika kitabu hiki anazungumzia watu wengi ambavyo wanasema wasichokiishi na wanaomba wasichokipata, na kuna maeneo mengine ambayo amegusia pia watu kutompa Mungu asilimia zote kwenye mioyo yao. Yaani wanampa Mungu asilimia ndogo sana ya mioyo. Hebu angalia hapa, Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Hapa anazungumzia zote, sio vichache. Sasa unaweza ukaangalia sehemu ndogo ya Mungu anapewa sehemu ndogo ya moyo, labda katika ile cycle ya 100%, Mungu amepewa 10 ya 100 au 20 ya 100 au 30 ya 100. Kwa hiyo changamoto zinapokuja, mtu anaweza akampa Mungu labda asilimia labda 60, lakini hiyo imesababishwa na changamoto. Sasa ninakutia moyo au ninakushauri au kidogo ni kushawishi kumpa Mungu moyo. Baada ya break fupi tutarudi tena. Lakini pia akiwa ndani yako
anakupa anachokitaka. Wakati mwingine unaweza ukawa unataka jambo fulani, kumbe hilo jambo Mungu anataka akupe dogo zaidi, kubwa zaidi. Mwache akae ndani yako. Kuna mke na yule mke anataka umvalishe nguo, mnunulie chakula, umeshe watoto, ufanye kila kitu, lakini yule mwanamke atajwi kwa jina lako, ana mume mwingine, akiwa ndani yako anakuongoza. Kumbuka kwamba neno la Mungu nasema kwamba nitakuonyesha njia utakayoendea, nitakushauri jicho langu. Macho yetu yanaishia mwisho wa upeo.